nini kinachoendelea humu katikati, kitu ambacho kimefanyika. Mwenyezi Mungu, naomba unionyeshe ni kitu gani ambacho kimetokea. Mwenyezi Mungu, ninakuamini sana. Sina hamu na wewe kabisa. Naona bana, unacheka hapo. Eti unaomba nini wewe? Tahangaika mpaka lini? Hatunatia huruma. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie kunipa moyo wa uvumilivu ili kusudi ili jaribu nilishinde, kwa sababu hapa naweza nikaua mtu kabisa. Basi muombe wewe Mungu wako akushindie kwenye lile lililotokea. Ulikuwa unaona mwanzo yani kama unaenjoy vile, sasa ni zamu yako. Niteseka na wewe ujue kiasi gani nateseka na mimi hapa moyoni. Nilivyokuwa nateseka mwanzo kule. Mdogo wangu, wewe ni mdogo wangu, kumbuka nafasi yako. Najua hilo. Wewe ni mdogo kwangu. Najua. Mimi ni mkubwa wako kwa sababu ninaelewa mambo mengi, ndio maana ninanyenyekea. Lakini kuna vitu kikosea lazima nikuelekeze na nikwambie. No. Si kama hicho. Hii ndoto niliyoiota, hii natakiwa nimsaidie mdogo wangu. Natakiwa mdogo wangu nimuombee ili kusudi hii tabia ambayo amechukua iweze kumuondokana kabisa. Mdogo wangu, bora umeamka. Weka kiti hapo ukae. Naona bado unateseka, unahangaika. Mdogo wangu, ndio sipo katika jambo la utani. Naomba uniambie ukweli. Umeenda kwa mganga, hujaenda kwa mganga? Mganga? Kwanza mganga ndo nini? Mganga ndo nini? Sijaelewa hiyo mada kwanza imeanzaje au umefikiria nini mpaka ukasema hivyo? Nakuuliza mara ya mwisho. Umewahi kwenda kwa mganga au haujawahi kwenda kwa mganga? Sasa tunalazimishana au tunaulizana? Hapana, sikiza nikwambie kitu kimoja. Ndio. Wewe ni mdogo wangu. Natamani sana usiendelee na hiyo tabia. Yaani kama una huo moyo wa kuweza kwenda kwa mganga, kwa sababu mimi ninamwamini Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho amenionyesha Mwenyezi Mungu, amenionyesha kwamba katika familia yetu kuna mtu ameenda kwa mganga akafanya mambo ambayo yamekuja kuleta mgogoro katika familia yetu. Kwa hiyo kama ni wewe umeenda kwa mganga, naomba uniambie ukweli ili kusudi tuweze kuliweka jambo hili sawa. Unashangaza kweli. Yaani unashangaza. So yani sikuelewi maana naona mada unavyozipeleka unavyozipitisha. Sielewi chochote kile. Na wala sielewi unachokiongea wewe nini. Mimi nataka niombe Mwenyezi Mungu ili kusudi hili jambo aweze kuliweka wazi. Mwenyezi Mungu, Baba yangu wa mbinguni, ninalitukuza jina lako kwa sababu umetukuka. Mwenyezi Mungu, ninaleta familia yetu kwa sababu shetani ameingia katika familia yetu. Ninaziharibu nguvu za mwovu ibilisi shetani, zikaweze kushindwa. Mipango yote ya mwovu ibilisi shetani ikaweze kushindwa. Ninaharibu mipango yote na nguvu za giza zikaweze kushindwa katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa umeweza kuonekana. Asante Mungu. Ndugu wangu. Pole. Imekuwaje tena? Kama ka upepo hivi kama nipitia kakaangu. Pole. Ndugu wangu. Kama nilivyokuambia, mimi Mungu ni mwaminifu kabisa, yani Mungu ninamwamini. Yani kazi za Mungu huwa hazifichiki. Yani Mungu huwezi kumficha, utaweza kumficha mwanadamu, lakini mwanadamu ambaye amemwishia Mwenyezi Mungu
huwezi ukamficha jambo lolote lile. Mimi Mungu amenionyesha kwamba kuna mtu ameenda kwa mganga, amefanya vitu ambavyo vinaleta malumbano katika familia yetu. Kumbuka mimi nimekuhoji sana, ukasema sio wewe, sio wewe, sio wewe, lakini Mungu ameamua kuonyesha wazi. Ndugu wangu, naomba uniambie kweli, kwa mganga ulifuata kitu gani? Kwanza kaka yangu, ndio niambie. Mimi neno la kwanza niseme kwamba naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe sana. Kweli mimi kama ulivyokuona niuliza, kweli kwa mganga nilifanyaje? Nilienda kabisa, na lengo langu kubwa la kwenda kwa mganga. Kaka bwana, mimi bila kukuficha ilikuwa hivi. Karibu kijana, karibu. Karibu sana. Sasa kijana. Ndio. Shida zako nimeziona. Nimeziona shida zako. Ndio mganga. Shida yako? Ndio mganga. Unataka wanawake. Ndio, yani hiyo ndio shida yangu kubwa mganga. Usihofu kijana. Ndio. Hapa umefika. Kweli mganga utanisaidia? Umefika, shida zako zote zinaisha. Kama utanisaidia mganga, nitashukuru sana, Haya. Usihofu kijana, hapa umefika. Ndio. Ngoja nakupa dawa hii. Ndio. Dawa hii. Ndio. Zingatia sana masharti. Ndio. Usije ukaweka sehemu unapopita mwanaume. Ndio. Dawa hii ambayo iko humu utaweka pale ambapo utamwona msichana anapita, akikanyaga dawa hii ambayo iko ndani ya kitambaa hiki, akikanyaga tu, kila msichana unayemfuata atakufuata yeye mwenyewe. Ndio mganga. Shika, usiogope, shika. Zingatia sana. Sawa. Atakapopita mwanaume, dawa hiyo usiiweke. Asiyepole sana mdogo wangu. Asante. Kwa sababu mimi ninachokiamini, haya mambo yote yaliyotokea ni kwa sababu tu ya namna ya hali duni tulionayo. Lakini mdogo wangu, bado una nafasi nyingine ya kuweza kufanya kazi na kujipatia pesa ili kusudi ujiweke katika viwango vyako. Solution la kwenda kwa mganga na kufanya kama hicho ulichokifanya haiwezi kasaidia wewe kuondokana na matatizo. Kocha msingi, hata utakapokuwa umekutana na tatizo jambo lingine, kwa mganga sio mahali sahihi. Muamini Mwenyezi Mungu. Usije kuniona mimi nina hii hali, mimi mpaka kuwa profesa ni kwa sababu ninamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinakuwa ni duni kwa sababu ya namna ambavyo umeweka imani yako. Sawa ndogo wangu? Ndio kaka. Kwa hiyo kuanzia leo jitahidi unakuwa ni mtakatifu, ili kusudi unaondokana hizi hizi hali ambazo zinakuwa ni ngumu. Sawa mdogo wangu? Tumeelewana? Nimekuelewa kabisa. Tumeelewana kabisa? Nimekuelewa. Nashukuru sana kwa kunielewa. Asante kwa ushauri wako. Nashukuru sana mdogo wangu.